2050, yani dira ya maendeleo ya taifa ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuelekea 2050. Je, kwenye sekta ya kilimo tuweje? Lakini pia na agenda ya Africa We Want ile ya 2063. Ili nafahamu nilikuwa mwenyekiti wa Baraza la Vijana Zanzibar, hata kwenye vijana tutaka tufikie hiyo Africa We Want. Kwa hiyo jambo la kwanza, karibu tujitambulishe at least kwa sekunde 30 na useme unatoka wapi. Kwa majina yangu mimi naitwa Baraka Komba, nimetokea mkoa wa Ruvuma. Kwa upande wangu mimi nimesimama nikiwa ni mjasiriamali kwa sababu mimi najihusisha na upande wa uzalishaji. Niko na kiwanda ambacho kiko kata ya Mkambalani, kijiji cha Pangawe. Kwa hiyo nazalisha unga wa lishe, nazalisha unga wa sembe dona, lakini pia tunafanya uzalishaji wa vifaranga. Asante. Mr. Jonathan, ni sales manager wa taasisi ya uzalishaji wa mboga mboga, yani Raha Farm. Tunapatikana Mkambalani, Morogoro pamoja na Dumila. Tunapatikana Kibaigo Dodoma, tunapatikana Kikundu Tanga, Kahama pamoja na Katoro. Laurent Nyaki, natokea mkoa huu wa Morogoro, kanda ya Turiani. Ni kijana mzalendo, mjasiriamali, ninajihusisha na kulima mazao ya chakula kama mahindi na mbaazi, lakini pia ni mfugaji wa kuku na mifugo mingine midogo midogo ambayo ipo. Nimetokea Kilosa, nimetoka katika shirika la Camfed. Pia ni mkulima wa zao la mpunga na mahindi, na pia ni mfugaji wa kuku wa kienyeji. Kwa majina naitwa Rehema Ali Hamza, ni kijana kutoka wilaya ya Kilosa. Natokea katika shirika la Camfed. Mimi ni mjasiriamali, ninauza zao la mchele, pia ni mkulima. Yaani nalima na kuuza mchele. Asante sana. Habari za mchana. Kwa majina naitwa Shumu Abdalla Laili, ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Kilimo cha SUA. Nasoma shahada ya kwanza ya uzalishaji na usimamizi wa mazao mwaka wa 3. Habari za saizi jamani. Jina langu ni Joseph Emmanuel Ngasa, mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Kilimo SUA. Ninasoma kozi ya uwekezaji katika kilimo na masuala ya kifedha. Mimi ni mwanafunzi lakini pia ni mjasiriamali ninayeweza kuwakutanisha wakulima katika digital innovation. Naweza kupata access ya masoko, wateja na kusambaza inputs. Karibuni sana. Habari ya mchana. Kwa majina ninaitwa Esther Musa Yusufu, ni mwanafunzi wa mwaka wa 2 katika chuo cha kilimo cha Sokoine. Ninasoma degree ya uwekezaji katika kilimo na masuala benki. Asanteni. Kilimo safi. Vijana bora mmesinzia. Naitwa Mayunga Nyiga Manji, nimetoka kampuni ya Mnuto Agro Solution. Tuko hapa tunajishughulisha na usambazaji wa miche. Pia tunaweka mitambo ya mifumo wa umwagiliaji wa kisasa. Pia tunatoa elimu kwa wakulima wanaojihusisha na vitu mbalimbali katika kilimo. Karibuni sana Mnuto Agro Solution. Habari za mchana. Jina langu naitwa Naina Juma. Mimi nimetokea Morogoro hii kata ya Mikese. Mimi ni mlaji wa chakula ambavyo vinalimwa na wakulima. Hapo kuna wakulima wa mahindi, mchele. Kwa mimi ni mnunuzi na mlaji. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa majina naitwa Jacqueline Mosha. Nimetokea mkoa wa Dodoma, ni mzalishaji na msambazaji wa mafuta ya alizeti pamoja na mafuta ya karanga, lakini pia ni mfugaji wa kuku wa kienyeji. Cha kwanza, mchango wa kijana ni kuongeza thamani kilimo. Ukiangalia hapa kuna vijana wengi ambao wamesema wanachukua mazao na wazalisha na kuwa bidhaa nyingine. Manake atachukua mahindi, atazalisha kitu kingine. Atachukua spices ambazo zinatokana na mkulima anaenda kulima zao fulani, karafuu, mimi nakuja na limaderate na litengeneza na kuwa spice na kuja kuweka kwenye chai na muuzia mtu chai anafanyaje? Anakunywa. Kwa hiyo mchango wa kijana kwenye kilimo cha kwanza ni kuongeza thamani. Lakini cha pili, mchango wa kijana kwenye kilimo ni uvumbuzi au ugunduaji wa teknolojia.
Watu wengi tunafahamu kwamba jamii yetu kwa sasa hivi wenzetu tuna uelewa mkubwa kidogo kuhusu masuala ya teknolojia. Wenzetu kidogo tumesoma tofauti na zamani. Kijana anaelewa matumizi ya siri, cha kwanza. Kijana anaelewa matumizi ya irrigation system. Kwa hiyo kijana ana ugunduzi wa teknolojia ambao anaweza aka-implement, akautambulisha kwenye idara ya kilimo. Zamani watu wengi walikuwa wanatumia kilimo cha kutumia mvua. Ni kitu chochote ambacho nimekiona kijana anaweza akakiingiza kwenye kilimo na kikatusaidia ni kutanua wigo wa masoko. Vijana wengi sasa hivi tunauelewa mpana, tunaelewa vitu vingi tofauti na watu wa zamani. Mimi ninaweza nikafanya research nikagundua kwamba okay, nalima mahindi nipo Iringa, lakini soko la mahindi linapatikana wapi? Kibaigo. Maana mtagundua mkulima wa Iringa akafanya research Kibaigo ili apate wateja wanaonunua mazao kwa bei ya juu, asifilisike. Kwa sababu mkulima si amewekeza fedha yake nyingi kwenye kilimo cha mahindi, lakini ajue muuzia yale mahindi. Ila nikigundua kwamba masoko yanapatikana wapi, nitamtoa mkulima Iringa, nitampeleka Kibaigo, atauza mahindi yake kwa bei ya juu, maskini tunauhama hapo. Kwa tayari hapo nishatanua wigo wa soko. Nishamtoa mtu ametoka kule anaenda sehemu nyingine. Mimi nalima nyanya, nazalisha miche ya nyanya. Mkulima wangu anapotaka kununua miche, nitamshauri kwamba hii nyanya anayolima soko lake liko sehemu fulani. Tayari tukija hata kwa upande wa kilimo kwa ujumla, fursa ipo, lakini changamoto kubwa ambayo ipo, sisi vijana tumeshazoea kukaa vijiweni kupiga story kwamba ukiingia shambani calculation zake zikoje. Kwa hiyo mara nyingi tunajikuta tunabakia kwenye kuandika kwamba 10 zidisha 100 ni kiasi fulani, lakini tunavyoingia kwenye uhalisia kwa muda huo kulingana na ule mtazamo ambao tulikuwa nao awali, tunajikuta tunafeli. Kwa hiyo mimi kwa ujumla naweza nikasema bado kijana yuko na nafasi, bado tujachelewa, nafasi ipo. Hata mimi nikijiangalia mwanzo nilikuwa nawaza ni namna gani naweza nikaingia kwenye kilimo biashara. Before tulikuwa tunanunua mahindi tunauza tu, na wakati mwingine tunaingia shambani tunalima tunauza, tukajiona kipato ni kidogo, tukawaza tufanye nini. Hatukutaka kusikiliza maneno ya watu kwamba ukichukua junia 200 ukaziingiza kwenye kuchakata utapata faida ya milioni 200. Hatukufanya hivyo. Tuliamua kwenda moja kwa moja bila kuangalia kwamba ile 200 zidisha kiasi fulani unapata kiasi gani. Tulichoamua ni kuingia moja kwa moja shambani, tukachukua mzigo, tukafanya uzalishaji, tukaona gharama tuliotumia kwenye kununua, tulivyoongeza tumepata kiasi gani, then tukaandika kwenye daftari. Kwa hiyo tunachofeli ni ile kuamua kwamba mimi nataka niende kufanya jambo fulani. Wengi tunasikiliza kwenye mitandao tu watu wanavyozungumza. Kwa hiyo tunavyoenda feed tunajiona tunafeli kulingana na ule mtazamo ambao tuliupata kwenye ile mitandao. Kwa hiyo mimi niseme tu tuache mambo ya mitandao, tuende moja kwa moja tukafanye kazi. Nafasi ni kubwa sana, na vijana ndo tumepewa nafasi kubwa ili tuweze kubadilisha ule mtazamo wa vijana wenzetu ambao kwa mtaani wao wanawaza tu kwamba okay, mimi mwaka fulani nitaenda shambani, saizi ngoje nisubiri. Lakini tukifanya sisi, basi tunaweza tukawasaidia na wale vijana ambao kwa mtaani. Na ni mdau katika sekta ya mifugo pia vile vile. Kwa sasa ninajishughulisha na ufugaji wa kuku wa kienyeji pamoja na nguruwe. Nini ambacho kijana anaweza akafanya? Cha kwanza ni ile interest, yani kupenda sekta ya mifugo. Mimi nyumbani kwangu ninafuga kuku wa kienyeji, na ni kwa nini nimefanikiwa kwenye mambo ya ufugaji? Ni kwa sababu ninapenda, lakini pia ninaona manufaa. Kuku wa kienyeji wana fursa sana kwa sasa hivi. Kuku wa kienyeji wamepanda thamani mno. Ukiwa na kuku wa kienyeji kwa eneo la kijijini tu kule, unaweza kauza kuku wa faida tu 20,000 mpaka shilingi 25,000 kwa kule kijijini. Lakini akisogea huko mjini, thamani inazidi kupanda. Kwa hiyo linawezekana, kijana ukiamua kufanya inawezekana. Ninachoweza kuwashauri wadau mbalimbali katika sekta ya kilimo pamoja na kilimo ni kwamba hizi semina na warsha zisogee pia maeneo ya vijijini. Vijana kule wapo, wanahitaji kuhamasishwa, wanahitaji kupewa elimu kuhusiana na mambo ya
kilimo pamoja na ufugaji ili waweze kujiinua. Fedha zipo na kauli mbiu ya kwangu, kila unayemwona ana hela zako. Yaani ni wewe sasa kutumia akili kuona ni namna gani unavyoweza kufanya na kumshawishi akakupa hela yako. Mimi sasa hivi nikiwa na kuku wa kienyeji tu tayari ni hela inaniweka mjini. Kwa hiyo tusiwe na ule mtazamo kwamba mpaka labda mimi niajiriwe ndio ninaweza nikatoboa. Kutoboa kupo na kunaanza na wewe mwenyewe kubadilisha mtazamo, attitude, perception ile uliokuwa nayo. Asante. Kilimo na unakuta sometimes anatumia local ways. Kama msomi una uwezo wa kwenda kumwelekeza jinsi gani ya kufanya iko kilimo kwa njia ya kisasa zaidi, na pia vile vile kumpa elimu. Kwa mfano kwenye masuala ya uwekezaji, vijana wengi hawajui namna gani ya kupata labda mikopo kwa ajili ya kufanya kilimo. Unaweza ukampa elimu, ukamwambia kwamba unaweza kufanya kitu fulani, au unaweza ukaenda benki fulani. Kwa mfano benki ya CRDB wana kampeni yao moja inaitwa Imbejwe, nafikiri ile pale inatoa mikopo kwa vijana kwa ajili ambao wanafanya masuala ya kilimo. Unaweza kumuelekeza kwamba unaweza ukaenda kufika pale ukapata elimu na pia vile vile ukapata mkopo kwa ajili ya kufanya masuala ya kilimo. Asante sana. Majina naitwa Rehema Ali, natokea wilaya ya Kilosa. Kwa ardhi yetu sisi kule ya Kilosa, kitu ambacho tunazalisha sana sasa hivi ni mpunga, mahindi, alizeti, mbaazi. Hayo ndo mazao ambayo tunazalisha kule Kilosa. Lakini pia nyinyi mmejikita sekta gani sasa? Kwa mimi hapa sekta ambayo naisimamia sasa hivi ni kilimo cha mpunga. Na hali ikoje? Maana zungumza ule mpunga unafanya nini, ikoje ili uweze kusaidia? Kwa mimi hali iko vizuri kabisa, kwa sababu kipindi cha nyuma tulikuwa tunalima kilimo ambacho kipo, yani kilimo cha kizamani sana. Tunategemea mvua, lakini kwa sasa hivi hatutegemei tena mvua. Tunategemea kilimo ambacho cha umwagiliaji, ndio ambacho nacholima mimi kwa sasa hivi. Na maana nalima kuanzia kwa mwaka naweza nikalima misimu hata 2 au 3 ndani ya mwaka mmoja, kutokana na kilimo cha cha umwagiliaji. Lakini pia kwa vijana, nilikuwa na washauri vijana wenzangu pamoja na kujishauri mimi mwenyewe, jamani, nimeamini kilimo kinalipa. Kusema ukweli, kilimo kinalipa sana. Maisha yangu hapo nyuma na sasa hivi nilivyoingia kwenye kilimo ni tofauti kabisa. Kilimo, kampuni yetu ipo na idara zipo 4 ambazo zinafanya vizuri sana katika sekta ya kilimo. Ya kwanza kabisa ipo idara ya kilimo cha mazao na misitu, ambako hapo tutajishughulisha na kutoa elimu, kama ni kutoa mbegu za mahindi au kama za bamia tunatoa, pamoja na elimu ni namna gani mkulima anatakiwa apande na ni namna gani mkulima anatakiwa akontrol, kama ni wadudu, kama ni kutoa magugu, kama ni vitu vingine, ili kusudi ya kwamba mwisho wa siku apate mavuno ya kutosha. Pia hapo kwenye idara ya kilimo tuna mazao ya misitu yapo pale. Tunalima matunda, tunazalisha miche ya matunda ya aina mbalimbali. Zipo embe pale za muda mfupi, mwaka 1.5 unaanza kula matunda, pia ya mwaka 1 yapo. Alafu pia tunazalisha miche ambayo inatumika kwa ajili ya kivuli, ipo ya kutosha. Pia tuna idara ya fedha na masoko. Kwenye idara ya fedha na masoko tunajishughulisha na kutafuta masoko ili ya kwamba kuwarahisishia wakulima wasipate shida ya ni wapi wanatakiwa wapeleke bidhaa zao. Kwa hiyo sisi hapa tuna hizo platform, tunawasaidia ni wapi wanatakiwa wapeleke hayo mazao yao. Alafu pia sisi tuna idara ya viumbe wa majini, kwa maana ya samaki, aquaculture. Pia hapo tunatoa full package, kwa maana kama ni training mkulima anatakiwa anapatiwa, kama ni masoko na vitu vingine, ili kusudi ya kwamba kuhakikisha anapata kile kitu ambacho anatarajia kupata. Ndio. Pia tuna idara ya kilimo, tuna idara ya mifugo na malisho. Hapa tunatoa malisho, mbegu za malisho
alafu pia mifugo kama ni mbegu za hawa wanyama kama Friesian wa maziwa wapo, kuku wa kisasa wapo wa kutosha, wapo wanapatikana kwenye kampuni yetu. Naomba niongelee kuhusiana na nafasi ya kijana katika kilimo kwa kiujumla. Kijana ana nafasi kubwa sana ya kubeba maono ya mbali sana kuhusiana na kilimo, kwa sababu ukiangalia kijana ni mtu ambaye ana uwezo mkubwa wa kufanya uvumbuzi katika teknolojia. Let's say kijana ana uwezo mkubwa sana wa kukechi, kwa mfano kama matumizi haya ya drones kwa watu ambao wanadhibiti magonjwa shambani, wanao pia katika mifumo ya umwagiliaji kuna mifumo ambayo inatumika ya kisasa zaidi kuliko hii ambayo ni ya kizamani. Kwa mfano kama mtu anafungiwa mtambo wa umwagiliaji kama hizi mfumo wa matone drip irrigation, ambao una matokeo makubwa sana, yanakuwa yanaenda maji kidogo kuliko kutumia hivi. Kwa mfano kama fradi, mtu tu anaachia maji, ambao kuna changamoto zingine ambazo zinaweza zikamwasili mkulima asipate mavuno ambayo alikuwa anatarajia. Kwa hiyo sisi kama vijana tunatakiwa tuwasaidie wale jamii ambazo bado hawajapata hayo maarifa ya kwamba namna gani wanatakiwa wafanye huko mashambani, ili kusudi ya kwamba wasiendelee kuteseka. Kwa ukiangalia asilimia kubwa ya wakulima kule wanalalamika sana kila siku, kwa sababu ya kila ambacho wanakilima na kila ambacho wanakipata ni tofauti sana. Imagine kwa mfano kama mtu amelima ekari moja ya nyanya, analima tu kimazoea, anapata hata tani moja, lakini anaridhika. Na ndio maana ukiangalia asilimia kubwa sana ya wakulima ni bado wapo chini sana katika swala la kiuchumi, kwa sababu wanakuwa wanakozwa haya maarifa. Kwa sisi ambao tumepata nafasi ya kupata maarifa haya ya kisasa, tunaombeni twende tuwapelekee wakulima ili tuwatoe sehemu walipo, tuwasaidie. Asanteni sana. Zaidi kwenye mafuta ya alizeti pamoja na mafuta ya karanga. Tukianza kwenye uhitaji ni mkubwa sana, kwa sababu watu lazima wapike, kwa hiyo watatumia mafuta. Lakini pia kwa wagonjwa mbalimbali hawatumii sana mafuta ya alizeti, wengi wanapenda kutumia mafuta ya karanga, kwa hiyo yanahitajika sana. Lakini pia soko ni kubwa, soko letu ni kubwa kwa sababu yanahitajika sana. Lakini tunayasambazaje na tunayapataje? Tunaingia mashambani, tunachukua kama ni alizeti, tunaileta, tunachukua na karanga tunazileta. Baada ya hapo tunazibadilisha kutoka kwenye alizeti tunaenda kwenye mafuta. Kwa hiyo tunatoa yale mafuta, tunayapaki vizuri, baada ya hapo tunayarudisha sokoni. Kwa hiyo baadhi ya maeneo, mfano kama Dodoma nakotokea mimi sasa, inalimwa sana alizeti na karanga zinapatikana sana, lakini soko kubwa liko nje ya Dodoma, maana wanaohitaji ni wengi. Dodoma wanaolima ni wengi na wanaoyatumia ni mengi, lakini soko kubwa tunalipata nje ya Dodoma. Kwa hiyo hata vijana wengi ambao wapo Dodoma tunawashauri wafanye biashara, maana soko ni kubwa. Unaweza ukatoa alizeti Dodoma, ukaipeleka Mwanza, ukaipeleka Kilimanjaro, ukaipeleka na mikoa mbalimbali. Asante, jina langu naitwa Junaina, natokea Morogoro Mikese. Nikiwa kama mlaji, naona kuna baadhi ya sehemu ya sekta ya kilimo inakuwa bado ina changamoto, au tuseme bado inakuwa kuna baadhi ya mazao yanakuwa yanapatikana kwa msimu. Lakini kama sasa hivi tuwapongeze pia, wamejitahidi. Kama haya tunaweza tukasema haya mazao yale ya kulima chini sasa hivi yamekuwa kidogo sio ya msimu. Kama sasa hivi tukizungumzia nyanya, karoti, vitunguu, inakuwa ni mazao ambayo ukienda sokoni unayapata muda wote, hata bei yake inakosa kama mwanzo. Kama mwanzo sasa hivi tukiangalia msimu kama huu unaweza kaenda sokoni ukakuta unauziwa nyanya 2,500 ama 1,300. Lakini kwa msimu wa mwaka huu watu wakulima naona wanajitahidi kuendana na hizo teknolojia ambazo mnakuwa mnawafundisha, ama watumie vilimo, wasitegemee mvua ama nini. Unakuta nyanya sasa hivi sokoni ni nyingi, vitunguu ni vipo, karoti ni zipo, tofauti na mwanzo. Sasa hivi sokoni kilimo cha msimu kidogo zimekuwa njegele. Sasa hivi ukienda njegele kwa kweli kidogo ndo unazikuta ni chache. Lakini mwanzoni ilikuwa hata msimu huu hapa tunaozungumza, ukienda sokoni ukitafuta nyanya lazima uwe na hela. Kama una hela ndo kidogo inakuwa ni changamoto kupata nyanya. Kwa hiyo tunawapongeza mnapozidi kuwapa elimu za kutumia teknolojia, na wao wanajitahidi huko kutumia kwenye mashamba yao. Walaji tunakuwa hatupati tabu sana kama misimu ya nyuma inavyokuwa.
Hata tukizungumza kwenye swala la mahindi, sasa hivi kidogo hata unga umekuwa hauko gharama sana kama misimu mingine. Unakuta sasa hivi unaweza kununua unga kilo 1500 ama ni shilingi ngapi, lakini sasa hivi ukiangalia mitaani tayari kuna watu washaanza kuuza mahindi, kwamba tayari walilima, waliwahi msimu, kwamba mahindi tayari yashakauka, wengine mahindi yao ndo yanaanza kukauka. Kwa hiyo wanajitahidi wakulima kwa upande wao kuendana na wakati, kuto kutegemea kama kilimo kilivyokuwa zama za nyuma. Asante sana, tumpongeze. Naitwa Ibrahim Al Said, ni mwanafunzi kutoka Chuo cha Ujenzi, Institute of Construction Technology ICOTSO serikali yetu, lakini pia natoka kwenye course ya Civil Engineering. Swali langu kwenye sekta hii ya kilimo ambayo tumeona ni vijana katika kilimo, katika maendeleo ya vision ya mwaka 2050, ni kwamba tumekuwa na mitazamo mingi tofauti hasa kwa vijana. Mitazamo hii imekuwa wa vijana wengi tunaamini, hasa sisi kutoka kwenye familia za kati kushuka chini, tunaamini kwamba kuwekeza kwenye kilimo ni moja kati ya hasara, kwa sababu hakina matumaini, aidha utapata ama utakosa. Wanaamini ni bora kubeti. Sasa sijajua wadau wa maendeleo ya kilimo kutokana na vision ya mwaka 2050 huu mtazamo kwa vijana wanaweza vipi wakaweza kuondoa. Lakini pili, tumeona kuna ile taswira ya wakulima wengi wanaonekana ni watu ambao waliochoka, wamechoka kimtazamo na kimaisha. Hii hali pia vijana inawatisha, na vijana sasa hivi waliobezi kwenye Instagram, TikTok, Facebook wanapenda kuona maisha ambayo ni rahisi. Sasa je, kwa sekta hii ya wadau wa maendeleo pamoja na serikali, je, wanaweza vipi kuiondoa hii dhana na fikra kwa vijana? Lakini pia swali la tatu, je, mama zetu ambao wapo vijijini ambapo nje ya Morogoro, elimu hii inaweza vipi kawafikia ili kuweza kuepuka matumizi ya jembe la mkono? Lakini pia swali la 4 ni je, kutokana na teknolojia ambayo tunaiendea ya kilimo na mazingira ya nchi yetu, naomba hapo wataalamu waweze kutufafanulia mazingira ya jiografia ya nchi yetu imekuwa ipo tofauti sometimes. Sasa kwa maendeleo haya ya kilimo cha umwagiliaji sehemu zingine inakataa. Sasa tunaweza vipi kufanya maeneo kuonekana kilimo ni rahisi kwa kupata mazao kila saa na kila mara? Asante. Jibu swali la kwanza ambalo linahusu vijana. Vijana wengi wamekosa uthubutu, wamekosa daring spirit, kupata hamasa wao wenyewe ya kujaribu na kutaka kuingia kwenye kilimo binafsi. Lakini nikwambie tu kwamba serikali ya Tanzania inasapoti vijana kwa asilimia kubwa sana. Serikali ya Tanzania imetoa mfumo wa BBT, Building Better Tomorrow, ambao vijana wengi hawafahamu, na hawafahamu kwa sababu hawajihusishi, hawachangamani na wadau wa kilimo. Kwenye warsha kama hizi nilitegemea nitakuta vijana wengi sana ambao wangetamani kujua kwa nini kilimo kinapigiwa debe hivi, kwa nini kilimo kinapewa nafasi kubwa hivi. Unapokuja kijana hapa unakuja kugundua okay, kuna kitu kinaitwa BBT. Mtu yuko huko ndani huko na mtumbo hawezi kukifahamu, lakini anapochangamana na watu kama hivi atagundua kwamba kumbe serikali ina mfuko kumwezesha kijana atoke nyumbani aingie shambani, anapewa fedha kwa riba nafuu sana ambayo anaweza akaitumia akaingia shambani akapata faida na akawa amejiajiri. Ukiacha na serikali, kuna taasisi ambazo zinawadhamini wakulima. Manake wewe kama kijana ukiwa mkulima, kuna taasisi inakubeba kuanzia unaanza kulima mpaka unapata mazao, unatoka unaenda kuuza, mwisho siku unakuja kupata kiasi chako. Tayari hapo kijana ukiwa na uthubutu, manake unaweza ukachangamana na watu wa namna hiyo na ukaelewa kwamba vitu kama hivyo vinaendelea. Tuje kwenye swala la umesoma, tunatakiwa twende tukatoe elimu. Unapopata nafasi ya kushiriki kwenye semina kama hizi, au sisi wadau wa kilimo tunapopata nafasi kama hizi, tunatakiwa tutoke twende tukawaguse waliopo huko kijijini tukawaelezee. Ndio linapokuja swala kijana wewe binafsi kujiajiri. Jiajiri wewe mwenyewe, fungua kampuni yako ya teknolojia,
Toka nenda kamshawishi mtu huko Lindi ndani haelewi irrigation systems, haelewi mambo ya pampu, si ndio? Toka nenda kamshawishi huko mkulima kijijini kwamba mimi nimesoma, ninauelewa, nataka nikuchimbie kisima. Kijijini watu wana shida pia ya maji, kumbuka. Kwa hiyo nataka nisolve changamoto yenu ya maji, lakini pia kisima hiki mtakitumia kwenye umwagiliaji. Yule mama alikuwa haelewi, tayari hapo ushamuelewesha. Maana kesho kutwa huyu wa kijiji A amegundua kwamba tuna uwezo wa kuchimba kisima, tukaweka pampu na drip. Atamwambia mwingine wa kijiji B, si mnajua kwamba vitu vizuri vinasambaa haraka. Ina maana atamwambia mwingine wa kijiji B kwamba jamani, nina ndugu yetu anaitwa Ali, anachimba kisima na anakufungia drip. Watakuita tayari, na wewe unakuwa umefanyaje? Umejitengenezea ajira na namna kama hiyo. Mimi niwasilishe mawazo yangu kwa namna hiyo. Asante. Kijana anavyoona mama zetu wamechoka, hiyo naomba niliweke sawa. Sisi vijana ambao tumebaitika angalau kupita katika maeneo tofauti, tumeona mengi. Hata kama hujaingia darasani, kuna ambao wameingia darasani wamejifunza mambo mengi, wanaweza kurudi mtaani kuwasaidia mama zetu. Mimi ni mzaliwa wa mkoa wa Ruvuma, wilaya ya Mbinga. Huko sisi kazi yetu kubwa ni kulima. Nimeona tokea nimekuwa mdogo mpaka saizi changamoto gani ambayo wazazi wetu wanakutana nayo. Unakuta mwingine eka moja anatoa mahindi junia 10, mwingine anatoa junia 5, mwingine anatoa junia 20. Kwa hiyo yule anayetoa junia 5 kikawaida lazima atachoka. Ametumia muda mwingi shambani, lakini mavuno yamekuwa ni kidogo. Sasa sisi vijana ambao angalau tumebahatika kupita huko, hiyo ndio ni fursa yetu kutengeneza namna ya kukutana na wale watu, kuwaelekeza shamba jinsi lilivyokaa, inatakiwa mbolea uwekeje, mbegu gani ni nzuri inatakiwa uweke shambani. Mwisho wa siku yule mama hawezi akachoka, maana yake atapata mavuno mazuri, na bei pia huenda kwa wakati huo itakuwa ni nzuri kulingana na mazao yake, atakuwa yako vizuri zaidi. Lakini mimi ni mnunuzi wa mahindi, naingia kufanya uzalishaji kwenye mashine na kupata unga. Nikiwa nanunua mahindi nimekutana na changamoto kubwa moja. Wakulima wengi hawakutani na mimi kuniuzia mahindi. Mimi nakutana na madalali. Kwa hiyo ninachokifanya mimi, ninawakwepa madalali na kukutana na mkulima ili nimpe bei nzuri, na yeye angalau seme nimeuza mahindi yangu kwa bei nzuri. Kwa hiyo sisi vijana kama tukibahatika kupata hii elimu na tukaiweka kichwani tukaifanyia kazi, basi tuhamie kwenye upande wa uzalishaji ili tukutane na mkulima, tununue mazao kwa bei nzuri, tuje tufanye processing, then tuingize sokoni, tumuokoe yule mama asiwe amechoka sana. Hilo mimi nimeliona kwa macho yangu. Asante. Asante sana. Halali ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Kilimo SUA, nasoma shahada ya uzalishaji na usimamizi wa mazao. Tukirejea kwenye swali la kwanza ambao ameuliza tufanye nini ili tupeleke influence kwa vijana ambao wanaamini kama kilimo ni shughuli ambayo mtu ambaye akiingia kule, ukiona ametoka kule basi ni amechoka, au anashindwa kuingia kwa sababu anahisi akiingia kule anaenda kupata hasara. Kwanza lazima tutambue kwamba no risk no story. Madam Bala amezungumzia issue ya uthubutu. Kama hutonyanyuka ulipo hatua moja mbele, maana yake hautakuwa na chochote tena cha kukizalisha. Tafsiri yake ni kwamba sio lazima tuanze ekari 10-15 kulima ili tupate gunia 30, gunia 200. No, unaweza ukaanza na nusu eka ambao utakuwa na uwezo wa kuimanage kwa namna ambavyo utaweza. Cha msingi tafuta zao ambayo ni valuable kwa wakati huo, kwa sababu kingine ambacho tunafeli ni kwamba tunaenda shambani kabla tujajua mteja wetu ni nani. Sasa kama unaenda shamba unjui mteja wako ni nani, matokeo yake ni kwamba utakuja utazalisha au juu unaenda kuuza hapa. At the end of the day, yeyote atakaye kuja ana 200 na 300 utafanyaje? Utasukuma. Kwa sababu gani? Hauna mtu mwingine wa kumuuzia. Still hauna means za preservation, kwamba ukikaa nayo ile zao mwisho wa siku itafanyaje? Itakuozea. Hasara ya kwanza lazima hapo itafanyaje? Itakuja. Lakini pia uelewa, elimu. Kwa sababu kwenye agriculture sisi tunaamini kwamba mtaji wako wa kwanza sio lazima uwe na 2,000,000, 500,000, 600,000 eti ununue shamba, ununue drip. No. Mtaji wa kwanza ni maarifa na taarifa. Una maarifa juu ya kile ambacho unaenda kukifanya? No. Hauwezi kuingia, lazima utaamini kama kule unaenda kupata hasara. Je, una taarifa sahihi juu ya hicho unachoenda kukifanya? Hauwezi. Kama una taarifa sahihi, tafsiri yake ni kwamba ufanyaje? Hauwezi kuingia. Kama hauna taarifa kwamba mbegu bora unazitoa wapi? Je, what if
mbegu nimeipanda shambani haijaota, nafanyaje? Toski huijui, TPHPA huijui. Let's say umeenda kwa seed dealer au wauza viuatilifu, wamekuuzia kiuatilifu fake. Mwisho wa siku umeenda kufanya spraying shambani kwako, umepata negative response, unaamini tayari nimepata hasara. Kumbe hukuwa na taarifa kwamba ikitokea siku nimepeleka spray shambani kwangu, nimenyunyiza dawa ya magugu lakini haija function, nimfuate nani? Maanake zipo ofisi, zipo TPHPA, zipo Toski ambazo zina kazi yake ni kusimamia wakulima, kuwalinda juu ya zile input ambazo wanazitumia. Kama ikitokea alienda kununua input kwa seed dealer au muuza viuatilifu yoyote, alafu kiuatilifu kilikuwa ni fake, ameenda amekitumia hakijampa impact, lazima atafanyaje? Ataripoti. Maanake hapo umekosa nini? Umekosa taarifa sahihi juu ya kile ambacho unafanyaje, unakifanya. Lakini pia hakuna tajiri ambaye alianzia kwenye high peak. Kila mtu lazima aanzie chini. The same tunarudi tena kwa madam uthubutu. Anza moja. Hata wakati tunakuwa tulianza kutambaa, baadaye tukanunua